Mwanaume mmoja alisubiri mpaka hakuna mtu karibu, kisha kwa kutumia mawazo yake akaifanya beseni la shaba litokee mbele yake. Akaweka noti ya dola 100 ndani yake. Sekunde iliyofuata noti 10 zikatokea, lakini zote zilikuwa na namba ya serial ile ile. Kumbe muda mfupi kabla ya hapo, wakati alikuwa anasafirisha chakula, kwa bahati mbaya aligonga beseni la shaba la mzee mmoja. Mzee huyo akadai fidia dola 10,000, lakini mwanaume alikuwa na dola 200 tu. Baada ya kuchukua pesa hizo, mzee akamkabidhi beseni hilo, akisema ni beseni la kukusanya hazina lililobarikiwa na Mungu wa utajiri. Mzee alipoondoka, beseni lilitoa mwanga, dhahabu na kutoweka ghafla. Baada ya kulichunguza kwa makini, mwanaume aligundua anaweza kulifanya litokee kwa mawazo yake. Kila anapotaka kulitumia, beseni linaonekana mbele yake. Ndani yake akawa na namba 10. Akaweka pendant ya familia yake ndani ya beseni. Sekunde iliyofuata, pendant 10 zinazofanana zikatokea. Baadaye akaenda duka la vitu vya kale na baada ya kukaguliwa, mmiliki alinunua zote kwa dola 200,000. Mwanaume akagundua anaelekea kuwa tajiri. Kisha akatumia dola 20,000 kununua chupa ya divai ya bei ghali, akaweka ndani ya beseni na mara moja zikatokea chupa 10. Baadaye akaenda duka la kuuza vitu vya thamani na baada ya mwanamke tajiri kuthibitisha ubora wa divai, akamhamishia dola 200,000 nyingine. Mwanamke huyo tajiri aligundua mwanaume huyu si wa kawaida, hivyo akamwachia namba yake ya mawasiliano, akisema kama ana vitu vingine vya kuuza amtafute. Ili kupata pesa haraka zaidi, mwanaume akaenda duka la saa na kununua saa ya kifahari kwa dola 60,000. Muuzaji akasema saa hiyo itaendelea kuwa na thamani kubwa. Aliporudi nyumbani, akaweka saa hiyo kwenye beseni na mara moja saa nyingi zinazofanana zikatokea. Kisha akampigia simu mwanamke tajiri na kusema ana saa nyingi za kifahari za kuuza. Akaenda kwenye duka lililoelekezwa na mwanamke huyo. Mmiliki wa duka alipogundua ametumwa na mwanamke tajiri, akampa bei nzuri sana. Lakini mwanaume alihisi pesa zinaingia polepole. Akauliza, mwanamke tajiri, kitu gani kina thamani zaidi sokoni kwa sasa? Baada ya kusikia jibu ni dhahabu, akaenda duka la vito na kutumia akiba yake yote kununua kipande cha dhahabu. Akaenda mahali pasipo na watu, akaweka dhahabu kwenye beseni. Lakini safari hii hakukuwa na dhahabu nyingine iliyotokea. Mbaya zaidi, hata ile dhahabu aliyoweka ndani ya beseni ilipotea kabisa. Kama umeipenda video hii, like, share na kucomment. Asante.